pa 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 pakala mwimbili pa 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 pakala mganga. Jamani, mwangalie mdogo wangu jinsi alivyo. Yaani mimi hata sielewi. Uje nikwambie kitu. Asubuhi kuna dada walikuwa wamekuja kwamba wameibiwa simu yao. Sasa sielewi, yaani tangia naye alivyoondoka ndo karudi hivi. Yaani mpaka namleta hapa mimi sielewi. Yaani namuona sikuchanganyikiwa. Yaani mimi sasa simuelewi. Wewe hajarogwa. Umemroga mimi mwenyewe. Kafanya nini mpaka naye umemloga? Kaiba simu yangu. Makubwa. Mimi nishachoka jamani, nishachoka. Sasa mganga hapo unanisaidiaje? Namsamehe kwa ajili yako. Arudishie vitu vyangu. Basi sawa. Haya, kwa heri. Niambie Toto. Unajua unazingua sana wewe. Sasa nilikwambia nini? Na umefanya nini sasa? Si nishakukataza kunitumia message usiku. Haya tayari nimeamka shaiona ile message kwenye simu yangu. Sasa mimi nisitume message usiku kwa sababu gani? Sasa kwani unajui kipi kama mimi nimeolewa na wewe? Sasa mwanaume anashikaje simu yako? Tayari kishaingia kiwingu. Shikaje simu. Dada, samahani kwa usumbufu. Nimekuita hapa kwa ajili ya mambo mawili tu. La kwanza, namuombea msamaha mdogo wangu kwa kitu alichokifanya. Alafu lengine, nataka nikupe hiyo hela hiyo simu ulionunua ili umrudishie mwenyewe simu yake. Nimekusamea wewe na Manula. Ila Manula ni rafiki yangu sana sana, tena zaidi ya sana. Angekuwa amemwambia mtu mwingine, nisingehangaika. Akamwambia rafiki yangu. Mimi naona aibu, imeniuma, imeniumiza. Ni rafiki yangu wa karibu sana. Kwa shoga kama alivyosema natuma hiyo hela, basi tuma. Ukituma hiyo hela hiyo, mimi nichukua nimpe simu yake, baki na hela yangu. Otherwise, mimi simu sirudishi. Sawa shoga yangu? Lucy shoga yangu Lucy. Vipi? Shoga yangu. Kuna kitu kimenikaa hapa. Wewe tena. Haya niambie. Haiwezekani mume wako mbona kuzalilisha hivyo? Mume wangu tena? Kama jipu nimepata pa kutumbukia shoga yangu. Tena. Ndio. Mume wako nimemkuta pale bondeni. Anakitongoza kile kitoto kinani kishania kile. Anakitongoza, bahati nzuri au mbaya kimekataa, lakini akili za wanawake kama unavyozijua. Anaweza leo akakubali, kesho akakataa. Sawa, huwezi jua. Wanawake jinsi tulivyo. Wenda akaja akakubali baadaye. Kwa hiyo shoga yangu kuwa makini na mume wako. Sawa, nashukuru bwana. Nashukuru kwa taarifa. Tayari kiwingu kishaja. Kwa hiyo shoga yangu tufanyie kazi ndio kuambia. Haya, asante. Unamwelewa? Anajikosha tu wewe. Nimemkuta na mume wako huko. Nimemkuta na mume wako. Unasemaje? Nimemkuta na mume wako hapo amejikosha. Unajua sisi tunakaa. Unanichanganya, unajua unanichanganya. Vuta subira. Tulia nikueleze. Alijua kabisa lazima nitakuja kufikishia ujumbe. Na ndio maana akawahi kuja kabla yangu. Bro Didi. Kuna kazi hapo. Aha, mambo vipi mwanangu? Salama, habari za leo. Kwema? Niambie za kazi. Safi. Kuna parcel inaenda Mwanza. Inaenda Mwanza eh? Ni nini? Calculator mtoto. Calculator mtoto kwa ajili ya Mwanza. Hii gari natumia, kuna gari ambayo imepaki kule ndio naondoka leo.
Hiyo gari inafika kule jioni. Kwa hiyo calculator ataipata kesho. Kuanzia mida saa 4 pale ofisini. Hamna shida. Unaitwa nani? Yasini Memba. Yasini? Memba. Memba. Okay, namba ya simu? 0754. Okay. 76 Aha. Anayepokea nani? Shabani. Shabani? Shabani Memba. Memba, okay. Sawa. Naomba usaini hapa. Hapa mshike hapo. Okay. Bana basi mzigo umefika huo. Haya. Kwa si uhakika. Sawa. Tutaonana. Baadaye uje useme. Wewe, umekuja kufanya nini hapa? Nakuuliza umekuja kufanya nini hapa? Habari yangu mimi na wewe ilikuwa imeshaisha. Mapenzi mimi na wewe hakuna tena. Unakuja kufanya nini hapa? Punguza hasira. Wewe, unaelewa maana kutuliza hasira wewe? Unaelewa? Wewe tena ulikome. Yaani mtolee wanga wako hapa mpumbavu wewe. Yaani wewe na tena ukirudia kuja hapa nitakocha kufanya utakao mimi maisha yako. Mchawi mkubwa wewe. Hala? Acha hasira. Muone vile. Niache kwanza bwana. Yaani wewe tena usije ukarudi hapa mpumbavu wewe. Na ukiendelea yaani huyu. Yaani unajua mimi na Halili shombo wala yokoti majalalani, lapenda gezo kula vya kishua, akatoe vyombo kiona lapita kuja jikoni, halina mchezo mpaka la pakua, mwenyewe najita kilaka, sifake kubwa yeni utapeli na yuko fasta, chekesha poli kikazi kweli na kisipata, shangwe furugwa na tamambo yote ya ukuwadi na umbea ndo mishe zake. Ni mtu akugomanishi vitu vingine ili mradi anaongea kwa ajili yake, vingine anathibitisha kuchanganya navyovaa utadhani anado. Niko difani na suti za maana, kinyuka jinsi kibaba na kishuti anigo. Ni master plan na ili Ndiye mzee baba. Waje. Bwana fresh kwema. Kuna mteja ananiambia anasafisha calculator. Nimemuuliza mara 2 3 calculator gani inakuwa nzito namna hii. Bwana nikufungua. Unaona sasa hii ndio calculator? Sisi Calculator sisi. anasema anasafisha calculator alafu mara inapotea njiani. Si ndio pale unakuja kulipisha simu? Au anaweza akakubali kweli sisi tukamlipisha calculator? Sasa wenyewe unamuuliza kabisa bwana tunasafisha kitu gani? Wewe niambie kwenye bahasha ili nijue namchaji mtu kutokana na kitu gani anachosafirisha. Na yeye alikwambia calculator. Calculator? Yaani unajua kuna watu wengine kama wapuuzi wanautafutia ubaya sisi. Sasa mimi ngoja nimnyooshe huyu mtu. Mimi ninachoenda kufanya naenda kuchukua calculator kweli. Na iweka humu, alafu na mimi hii ndio nasafirisha. Hii simu mali yangu. Kwa maana hata kwenye daftari kaandika kwa calculator na kasaini. Hizo changamoto. Sasa ngoja nimtume dogo huyu akachukue. Chukue calculator hapa. Hivi calculator size hii inaweza kaa shilingi ngapi? Odi. Karibu. Mwana nyumba amekuta. Huyu mama hapana, atakuwa ametoka. Sababu nitampataje? Ameenda kwenye biashara zake na hisi. Basi mzigo wake huo. Asimpe mtu yote mzigo wa kimila. Sawa sawa. Aende. Haina shida, ila nimwambie umetoka wapi? Zekitururu. Zekitururu. Sawa. Naende. Haina shida, karibu.
Vipi? Mwizi mkubwa wewe. Mwizi. Toa za kwako. Niacheni. Za kwako. Wewe. Wewe. Acha. Mwizi. Mwizi. Acha. Niacheni. Za kwako. Acha. Majirani saidieni. Mwizi. Mwizi. Wewe. Acha. Niachie. Achia. Kwanza zako. Mwizi mkubwa. Toka. Acha. Achia. Achia. Wewe vipi na kisu chako hiko wewe? Hebu acha. Leta kisu. Hebu leta kisu. Chukua za kwako. Oya, hebu leta. Tafadhali kuja nisaidie kaka. Vipi kuna nini? Natoka zangu ndani kuna kuja na kukuta vijana na noa kwa. Usifanye nunda wakati unaongea na mwanaume, unabidi muangalie. Unaongea na mali ya Mungu hapa kutoka kituo kikubwa cha polisi. Fanya fie, nikufieke. Unampeleka polisi. Sawa Niandikie namba yako, naomba unipe ushirikiano. Wewe unaenda kufia jela. Ni bora ukaolewe na wanaume wenzako huko. Naomba nikukupigia nikisema mali ya Mungu hiyo ndio mimi hapa. Naomba ushirikiano, sawa? Ngoja twende. Wewe. Twende huku. Sio unajanulia nguo kama za kwako. Umezianika haya? Shoga yangu. Hivi mume wako anajua kama una mahusiano na yule Kitululu? Hajui. Yaani nisipojiangalia yule Kitululu atakuja kuniharibia. Wallahi tena. Lakini Wandindi anakupenda. Nafikiri sijui kama mume wangu ananipenda. Shoga, yaani mume wangu ananipenda, tunapendana vizuri kabisa. Ila yule kidudu mtu Wandindi akija kujua, haki ya Mungu si itakuwaje. Sasa mimi nataka nikushauri. Unaonaje lile jambo nililokuambia la kuhusu kumtega mume wako? Sasa hilo shoga yangu halina shida, lakini huyo msichana anapata wapi? Tunampata wapi huyo msichana kwenda kumtega mume wangu? Msichana yupo. Sema kweli. Mume wako anapenda hawa mabinti wa 2000 hawa. Wadogo wadogo. Sasa tunapata. Yaani issue ni huyo msichana. Kapo. Sasa nikwambie kitu. Hebu nisikize bana. Huu wizi unaofanya sio issue. Unatakiwa ukiiba unaiba kweli. Shika hiyo. Shika nani yako. Mimi nataka nikupe dili sasa. Yaani wewe ufanye kazi. Ujulikane, upate pesa, faranga, chapa, dorare. Sio unaiba nguo unajizalilisha. Nguo mbichi unaanua pale vijana. Sasa hem niomba namba yako. Nani jina? Chuga. Wana jina zuri? Chuga, Arusha. Ngarenalo, fasi ya Dwasi, Chocho. Kwa mrefu kule sijui, unajua wewe Arusha hii. Sasa Chuga, mimi nitakupa dili. Sawa? Nikipiga simu tu nitakwambia kiraka hapa naongea. Yaani uiniite kiraka sawa. Sasa mimi napiga mishe zote. Tupige dili kubwa hii sio. Wewe nenda zako. Zingatia sana simu yangu. Kuita sehemu uje nikupe dili. Halo? Halo? Nani mwenzangu? Afande mali ya Mungu hapa. Niambie afande. Nimemfikisha polisi hapa. Yaani umefanya jambo jema sana. Kwa sababu amekutwa na makosa kibao, walikuwa wanamtafuta kweli. Kama ushamfikisha kitoni ukijana. Yaani wewe mfunge tu. Alitakana anakuja kuniibia mimi nyumbani kwangu, afu mwisho wa siku anitulia na kisu tena. Afungwe. Yaani huyu kijana ndio wale walioiba madawati ya shule. Huyu kijana kabaka. Kabaka. Bali na kubaka huyu kijana tumekuta na bodaboda 9. Yaani huyu mtoto ni jela. Nini? Endo na makesi makubwa hiyo. Sasa mbona umri wake ni mdogo sana? Hawa wakuua hawa.
hawakomi. Mimi afande nimemsamehe. Yaani nimemsamehe kabisa, atanilipia Mungu. Kwanza ngonye nimezipata, sijapata hasara yoyote. Mimi kwenye kesi mimi naifuta tu. Sasa unamwonea huruma tena? Huyu unakamata unaua. Ngoja kwanza afungwe. Nimemsamehe. Sawa, kutokana na nafasi yangu katika jeshi la polisi, mimi naweza nikashughulikia huyo yeye akaachiwa. Ila sasa kabla ya kumwachia, naomba na wewe uwepo, umkanye, umfunze. Na umwambie kabisa amekuibia nguo na wewe umemsaidia kumtoa. Tutaongea sawa. Haya, sawa. Haya. Yule msichana ambaye tumpata, yani msichana unajua yule mbichi mata stiti shogangu. Na mume wangu unajua ana vitu anavyovipenda. Unajua na ndio maana nimemtafuta kabisa na yupo hivi ninavyokuambia. Funga tuondoke tukaongee naye. Najua hata chomoa. Yaani kama ushampata shogangu. Hata kumlipa mimi namlipa shogangu. Yaani hela yangu naitoa nampa. Niachie kazi yangu ifanyike. Na mimi ndo nitaifanyia hiyo kazi. Tutakwenda hapa, tutatoka mguu kwa mguu ili twende kwa huyo msichana tukaongee naye. Lakini shoga yangu, huyo msichana mwisho wa siku sije nikaja nikalia mimi shoga yangu. Maana unaweza kukuta mzigo umekugeukia paa. Alafu kumbe mzangu ulikuwa na una testi zali. Unaogopa mapinduzi? Yaani kitu mapinduzi kinoma. Hakuna kitu kinoma kama mapinduzi. Wewe ulikuwa unajaribu mwenzako anakufanyia kweli. Usiwe na wasiwasi. Wewe unataka ukahakikishe kama kweli mume wako malaya? Usiwe na wasiwasi. Tunafanya kumtega tu. Hawezi kukupindua. Huyo msichana sasa. Yaani tukimpa kazi hiyo, kazi natakiwa tumpe na onyo. Umepewa kazi lakini sio kujimilikisha. Niambie mleo. Safi, mambo? Safi, kwema? Salama. Naona wazidi kunawiri mwenyewe. Nipo. Hebu nipatie kwanza bia moja ya baridi na toke, nataka nishughulikie ile dubu. Leo umekosa. Kaunda katoka kaenda saluni. Ila anawahi kurudi. Anawahi kurudi. Ndio. Maana nisipocheza dubu mimi sisikii raha. Najua mambo yako. Sasa nimekuona wewe na mimi na warembo dam na chombo hii hapa. Hii kitu bwana mrembo mimi naiuza. Original kabisa, iangalie kwa. Kitu oji. Simu nzuri na nimeipenda. Lakini sina hela. Sasa wewe umeipenda afu hauna hela na hujajua nauza shilingi ngapi? Labda 2000 tu. Sina hela, huwezi kuuza. Acha uoga mwanamke. Na endapo kwa mfano ungejiongezaga tu ukawa chombo ya fundi mwenyewe, Allah nakupa bure. Mimi hayo mambo siwezi. Shika simu yako. Huwezi vipi na unajifanya mtoto wakati unafanya kazi hapa? Wewe una utoto gani? Siwezi hayo mambo. Una utoto gani wewe? Siwezi. Mambo acha mambo yako bwana. Sasa sikia, hii simu mimi naiuza. Ukiwa na 300 na kuachia. Na kama una 300 hapa tunakuwa mimi kila siku nakuchukua bia 10 hivi 5 unaandika pembeni, kitimia bia za 300 unabaki na simu. Au unaweza kukuachia kabisa simu kakaa nayo. Hiyo option nzuri. Lakini tuandikishane meneja akiwepo na mjumbe. Unaonaje? Hiyo haina shida. Hata sasa hivi tukaandikishane sio kwa huyo mjumbe, meneja. Tena kwa kuanza tu kaa nayo simu. Sawa. Naomba kwanza bia 2 hapa chap kama upepo. Kaunta yupo, akirudi mambo anakuwa fresh. Kaunta anakuja kuaje jamani, saizi anazeekea ukubwani kama babia? Ameenda saluni ila anawahi kurudi. Yaani ningepata hapa bia yangu moja na tokeni zangu kadhaa ili dubu lingenikoma. Dubu. Karibuni shoga zangu. Kumbe mtu mwenyewe ndio huyo jamani. Mimi sina mfahamu jamani. Yaani ndio huyo. Nani shoga yangu? Ndio huyo. Yaani ungeniambia tokea kule, ningekwambia yule sina hata kipingamizi naye. Mimi nataka kukufanyia surprise ili wewe ukamuone. Mbona kama mnanishtua? Hata usiwe na wasiwasi Shenazi. Yaani hapa tumekuja tuna jambo letu. Sikutaka hata kukutafuta wapi wala wapi, tukasema tukifika nyumbani kwako tutakukuta tu. Hapa nimekuja tuna jambo letu hapa, tunataka tukueleze kuhusu shoga yangu huyo Lucy. Jambo gani hilo? Shemeji yako Wandindi si unamjua? Wandindi yule Wandindi? Mimi namjua vizuri. Shemeji yako malaya sana.
Sasa sisi tunachotaka, yaani hata tusipoteze muda mrefu sana tukazunguka maneno mengi. Shemeji yako anapenda watoto wa 2,200. Watoto 2,000. Kwa miaka hiyo ndio type yake. Sasa hatukutaka kutafuta wale mashangazi kama sisi, hatutaki. Wewe ndio tumeona anafaa. Sisi tunataka yani umtege shemeji yako yule. Yaani umtege kiasi kwamba ufanye juu chini ili aweze hata akikupeleka loji utupigie simu. Ngoja kwanza. Yaani mimi ni mtege wa Ndindi. Yaani yule baba alivyokuwa anajua kuvaa vile anatupia pamba kali. Mimi na mwanzia mguu upi jamani? Sikiliza. Nisikilize Shinazi. Yaani kwa wewe jinsi ulivyo. Hivyo tulikuamini. Na mimi alivyoniambia tu kuna yule binti pale anaitwa Shinazi. Yaani nikawa sina shaka kabisa na wewe. Kwa sababu wewe ulivyo unajua hii kazi wewe unaiweza. Tunajua uwezo. Yaani nakwambia hivi, hii kazi tunayokupa wewe unaiweza. Na wewe tunakuaminia hapa mtaani, ndo kabinti ketu hapa mtaani. Umeona? Kwa kitusaidia wewe. Yaani mimi nakuomba tu mdogo wangu, nisaidie. Kwa hili jambo nisaidie, alafu mimi siwezi kukuahidi kitu kikubwa sana, ila mimi najua nitafanya. Mimi siwezi kwa kweli kufanya hiyo kazi. Yaani mtanisamee tu kabisa. Mimi siwezi kufanya hiyo kazi. Yaani siwezi. Ndugu yangu nisikilize. Sikiza nikwambie. Huyu anazunguka tu. Mimi namwaminia. Na ndio maana nikakwambia twende. Najua Shenazi anaiweza hii kazi. Usituangushe Shenazi. Yaani hapa naona kama mmenishtukiza. Mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Siwezi kuwapa jibu kwa sasa. Yaani ningeomba labda mnipe muda nijifikirie. Nikishapata jibu tafuta niwaambie. Umesikia Shenazi? Yaani kwa wewe ulivyokuwa, mimi niliamini kabisa unaweza kanisaidia. Yaani ninayopitia mimi kwenye ndoa yangu, mimi niliamini 100% wewe unaweza kanisaidia. Laiti na wewe ungekuwa unapitia au ungekuwa umepitia hii issue unayopitia mimi sasa hivi, na kwa pia usingekataa. Yaani ungeenda chapa unitusaidia tu ndugu wangu. Na mimi nakuahidi ukienda, yani tena nakuomba kitu ninachokuomba mimi, wewe nenda naye vyovyote vile anatakapotaka, nenda naye vile. Ili mradi ufike naye tu sehemu eneo la tukio. Ukifika tu pale, wewe nipigie. Tupigie tunakuja, yani tunakuja dakika hiyo tunakuja kutoa kwenye msako. Sawa, lakini mmenishtukiza hii taarifa. Labda mngenipa muda kwanza nijifikirie, afu nikishapata jibu nitawaambia. Usijali. Basi sisi tunachotaka tuachie tu namba za simu. Ukiwa tayari tupigie ili tuje sehemu ya tukio. Sawa, mimi ngoja nikupe namba yangu. Sawa. Na kingine ukiwa na tatizo utapiga simu pia kwa simu. Sawa? Yaani wewe fanya chini. Kwa nikienda sehemu yoyote vyovyote ili mradi tu jambo letu litimie. Hebu kwanza nyie nendeni, alafu mimi nitafikiria nitawapa jibu. Kama nitaweza nitafanya, kama nitashindwa nitawaambia pia. Halili shombo wala yokoti majalalani, lapenda gezo kula vya kishua, akatoe vyombo kiuda wa Ndindi na shoga yake wamekuja wamenifuata. Haya, kuna mpya gani? Walivyonifuata wameamua wanipe dili. Dili lenyewe unajua nini? Kakukuchilia. Yaani yule wa Ndindi yule swaiba wako. Si unajua kuwa anapenda vitoto vidogo. Kwenye vitoto vya 2,000 tena. Kwenye vitoto vya 2,000 chuchu hivi dede. Sasa basi, si wamenifuata wameamua wanipe dili mimi hapa. Nijifanye kujitongozesha kwa Wandindi. Akisha nikubalia tu. Yaani kila hatua nawapa taarifa. Kwanza Wandindi yuko huyo swaiba wangu au kuna mwingine? Swadata. Huyo swaiba wako. Kwa hiyo wewe upo tayari kumkamatisha? Sasa mimi nisio kumdhalilisha. Mimi nimepewa dili, shoga yangu nikatae. Halafu hebu wewe kaa ufikirie, ujiulize mara mbili. Alikuwa na shoga yake, si ndio? Kwa nini asimagize shoga yake kaja kufuata wewe? Nikuchukia wewe. Habari zenu?
Samani, kuna mzigo wako nimepewa nikupe. Huu mzigo umetoka wapi? Ameuleta Kitururu, jamaa fulani hivi mfupi hivi. Asante. Huko ndani kuna nini? Sijapata muda wa kufungua kwa kweli. Lakini mzigo wako huu una masharti. Ameniambia ni mzigo wa kimila, kwa hiyo haupaswi kumpa mtu wa aina yoyote yule. Sawa, asante. Samani, nahitaji tuzungumze kama hautojali. Nakusikiliza. Unajua nakuheshimu sana. Nakuheshimu wewe pamoja na mume wako. Lakini kuna kitu kama hakiko sawa. Hebu naomba uzungumze na mume wako. Ongea na mume wako kwa sababu mimi nikiamua kuja kufanya ubaya nitafanya ubaya ambao atakuja kunichukia katika maisha yake yote. Ila hapo shoga yangu kama umenena kitu. Utafanywa vibaya wewe haya. Ila mimi nitamwambia kila kitu Wandini kwa sababu Wandini ni swaiba yangu na mimi sipo tayari Wandini azalike wakati mimi nipo. Na nimesikia kila kinachoendelea na ninakifahamu. Sipo tayari. Sikia rafiki yangu. Wewe kwanza usimwambie Wandini kwanza. Sawa? Alafu mimi nitaenda nikaongee naye nijue ananipa kiasi gani cha pesa. Haya, wewe unavyoenda kumzalisha unajua yule mwanamke kampangia nini? Wewe hata usiogope kwa sababu hata akimkamata huyo mwanamume wake hawezi kumpiga, hawezi kumfanya chochote kwa sababu kwanza yule ni mke wake. Sawa? Na yule jamaa unamjua kabisa mrefu vile ana nguvu tu ya kutosha hawezi kumfanya chochote. Haya, wewe umefika pale umewakamatisha, si ndio? Unashikwa na Wandini na kupiga na kuanza wewe, anajua mke wake ataenda kumalizana naye nyumbani. Itakuwaje? Watajua wenyewe bana. Kwani mimi hizo ni shida zangu? Mimi sitakuwa yule mtu mzima yule jamani. Mimi sasa haya ananihusu nini? Kwa hiyo upo tayari mtu baba atazalike. Hivi na shoga yangu kumbe naye ni mshamba eh? Sio mshamba yule swaiba wangu. Mume wako anatoka kimapenzi na mke wangu. Hapana, Lucy mimi sitoki na mume wako kweli yani. Ananisingizia. Kaa kimya huko mpumbavu nini wewe? Unataka kunifanya mimi kwamba nakusingizia wewe? Usije ukanipandisha wazimu. Anifanya sasa hata kupumbavu, si ndio? Sikiliza mama. Ngoja. Tafadhali. Wewe una uhakika gani? Yaani una uhakika gani kama huyo anatoka na mume wangu? Mume wako jana usiku kamtumia message mke wangu ya kumtakia usiku mwema mrembo. Sasa basi, narudia tena kwa mara ya mwisho. Zungumza na mmeo, kazungumza naye kistaarabu. Maana mimi nikija kuzungumza naye sitazungumza naye kama ninavyozungumza na wewe sasa hivi. Mbona message ni kitu cha kawaida tu? Yaani message kabisa. Hata sio na shaka. Jamani papa pakala muimbili papa pakala muimbili sema papa